atazungumza kupe baadaye. Watoto wanapenda kusikilizwa. Sisi pale nyumbani tuna mjukuu wetu anasoma kule Bagamoyo. Wazazi wake wako Dar es Salaam. Kwa sababu changamoto za shule hapa Dar es Salaam, waliomba some mahali ambapo kuna conducive environment kwa ajili ya msingi. Ana miaka 4 yule mtoto. Yule mtoto anarudi. Siku moja nilienda Mombasa hizi karibuni hapa. Nikarudi. Niliporudi bibi yake alikuwa ameenda Dodoma. Akamuuliza. Anamuita bibi Gabi. Kwa sababu anaitwa Gabriel. Bibi Gabi yuko wapi? Akamwambia ameenda Dodoma. Kufanya nini? Nikamjibu. Anarudi nini? Jibu maswali anauliza. Jibu. Usiseme unanisumbua. Alafu tuna muda na simu zetu kuliko watoto wetu. Sasa wasikiliza watoto. Msikilize, katika kumsikiliza kwake, alafu uone umguide wapi, umwelekeze wapi, umtie moyo wapi. Watoto wanapenda kusikilizwa. Bupe atatusaidia baadaye. Kugombana mbele ya watoto, wazazi kugombana, matusi makubwa, kelele mbele ya watoto wanasikia. Na hawa watoto wa umri wa 0 mpaka 12 ni umri unaonasa sana vitu, na vikiingia havitoki. Wazazi mnatamka nini mbele ya watoto? Mnafanya nini mbele ya watoto? Watu wazima wana mahali pa kuzungumzia mambo yao. Vinginevyo kupiga kelele mbele ya watoto tunawabomoa watoto. Kutukanana mbele ya watoto kugombana tunawaharibu. Tunatengeneza kizazi cha vivuruge kama alivyosema mwenyekiti wa Rudi. Lugha chafu mbele ya watoto. Yaani mimi nilishuhudia mtu mzima mali fulani anatembea akajikwaa kwenye jiwe akatukana. Nyoko. Yaani kajikwaa mwenyewe alafu anatukana. Kuna mmoja kadondosha glass ikavunjika, tusi. Tena tusi kubwa linalohusu mwili wake yeye. Maana yake huyu mtu katengenezwa vile. Ukikaa karibu na makuli utakuwa kama kuli tu. Inategemea uko karibu na nani, na ndege wanaofanana huruka pamoja. Kuna values na kwa imparted. So wazazi tunafanya nini mbele ya watoto? Tunatamka nini? Tunafanya nini? Waeleza watoto tofauti zao, matatizo. Wazazi, unajua kwenye ndoa kwa wale walioana, ugomvi wako na mkeo au mke na mume ni ugomvi wenu, hauhusu watoto. Ni wenu. Huwa mimi nawaambia watoto kama mmeamua kupeana talaka ni talaka yenu, lakini watoto hawanaga talaka. Mtaachana lakini bado watoto watawakutanisha. Sasa wako wazazi wamevurugana, wanaanza kutafuta sympathy, wanaenda kutafuta faraja kwa watoto. Unajua baba yenu mnoko sana. Msimuone hivi anavaa suruali. Hana chochote si chochote. Nauliza watoto. Watoto wanachukua. Ndio maana kuna baadhi ya mabinti wamejenga negative na wanaume. Kwa sababu mama aliwaambia vitu negative kuhusu baba yao. Kwa hiyo wamekuwa na ile perception ya maisha yao yote kuhusu wanaume. Kwa ni negative. Sasa hayo ni mambo yenu, kaeni mahali. Kwa hiyo tatizo, makosa mengine ni haya. Mmegombana au wamegombana, baba anaenda kumweza. Unajua mama yenu huyu, yani mama yenu mnoko sana. Yani msiona lipstick vyake na vinywele vyake, yani ni balaa. Yani mimi najuta, yani na ninyi mkioa msioe mtu kama huyu. Sasa mbegu inapandikizwa, roho inapandikizwa. Ndio maana sasa hivi kuna watu wameoa na kuolewa, waliotendewa huku chini ni watu wazima, ndio wanayowatenda kwenye ndoa zao. Hali sio nzuri. Watoto wanatumwa vileo. Kalete, mwambie akupe taskalaga baridi. Mtoto wa miaka 3. Sigara, vitu hatarishi. Sasa mtoto mmoja akasema hiki anachonituma baba kila siku ni kitu, ngoja ni test hapo.
alipotesti pale pale usingizi. Alipolala usingizi pale, aliyemtuma anafuatilia, akakuta mtoto usingizi jani na chupa njiani anayo. One for the road kwa mtoto. Tunawabomoa makosa. Mzazi unamnunulia mtoto zawadi gani? Yaani kila birthday ya mtoto wako unamnunulia bastola. Unatengeneza mtu atakaye kushughulikia kwanza wewe mwenyewe. Yaani zawadi yako ni bastola tu, ya ndio zawadi. Jiandae kushughulikiwa baadaye. Kama si watashughulikia watu wengine. Spirit ya maangamizi kwa mtoto kupitia zawadi. Tunawapa zawadi gani? Unawaacha uhuru angalie television, wanaangalia channel gani? Umewawekea mipaka. Kuna mambo mengi. Makosa ya wazazi. Tunaacha uhuru sio na mipaka. Meacha afa tufuatilie. Kutumika kufanya mipango ya kishikaji. Baba mmoja nyumba hizo Swahilini mahali fulani. Sisi tumeishi sana Morogoro. Na wazazi wetu waliamua kufanya makao pale. Sasa kuishi maeneo mbalimbali nayo ina raha zake. Sasa siku moja mimi nilianzia kazi ya serikali. Mimi nilikuwa mtumishi wa serikali. Huko nyuma mimi nilikuwa auditor. Nilikuwa ex auditors branch ya Morogoro wakati ule zikiitwa RDD. Sasa nilianza kupanga nyumba kabla tujajenga baadaye. Sasa pale ndani pale kuna waliokuwa wameoa ni karibu wote. Nilikuwa mimi ndo sijaoa na bwana mmoja hivi. Sasa pale jioni nje, unajua Waswahili wanapenda sana kukaa nje kwenye korido hizi. Jioni tena nafunga kanga na baba nafunga mshipi. Sasa baba huyu mmoja kamwita mtoto wake mmoja wa kike. Kaniitie yule mama yule. Mwambie baba anakuhitaji. Kamtamani, anamtuma nini? Mtoto. Anatengeneza roho gani kwa mtoto? Ndio hii nasema nini? Kutumika kufanya mipango ya nini? Ya kishikaji. Sasa unafanya nini kwa mtoto? Unasema nini kwa mtoto? Mtoto anaona nini? Anajifunza nini kwa baba na mama yake? Kwa sababu watoto wanajifunza kwa kuona zaidi kuliko kusikia matendo. Kuruhusu watoto kushiriki sherehe na burudani za usiku. Huu ni mjadala wa kitaifa. Juzi tumeona watoto fulani wako kwenye sherehe usiku wanakatika ndombolo. Wote mmeona hiyo. Msidhani ni salama kwa watoto wale tena usiku, kwa sababu watoto wana muda wao, wana haki zao. Muda wanaotakiwa kupumzishwa wanashughulishwa kwenye sherehe. Na yale yanayofanyika pale ya wazidi umri wao. Tunawabomoa watoto. Wazazi tuangalie mambo hayo. Kushiriki shughuli zenye kuchochea mmomonyoko wa maadili, kuabudu watoto kuliko kuwafunza na kuadibisha. Yaani kuna wazazi watoto wamekuwa kama miungu. Huyo mtoto usimfanye chochote. Mwanangu nilimpata kwa shida. Usiguse ukome. Usimwambie lolote, usimwadibishe lolote. Hivyo subiri uone baadaye. Subiri moto wako. Kuwapa watoto uhuru wa kutiliza, kumfanyia mtoto kila kitu, kutowafundisha watoto stadi za maisha, maarifa ya nyumbani. Sasa hivi tuna mabinti wengi hawajui kupika, ila wanajua mitindo ya nguo na fashion mbalimbali. Mabinti kwa mnajua kupika. Kuna dada mmoja aliolewa. Yaani siku ya kwanza tu ilikuwa kama wiki moja. Sasa yule bwana na walikubaliana na mke wake, hebu mbona tualike marafiki zetu waje nini? Nyumbani. Mama akaambiwa sasa tuandalie wageni na nini. Mama kaingia jikoni, wali nini na kadhalika. Sasa
ule wali uliopikwa, unajua kuna ubwabwa na wali ni vitu vili tofauti, lakini ni mchele ule ule. Yule dada alipika ubwabwa, sio wali. Halafu mume wake alisema tupike na roast kidogo za nyama. Yaani nyama zile kama bwala la samaki, yaani ule mchuzi, sio roast. Basi tuweke na chapati, alafu tuzikatikati. Unajua chapati zinakatakata. Alipika chapati ngumu kama maisha yalivyo magumu. Nazungumzia kwa kifupi mapishi. Ukiona wazazi walikosea, bado una nafasi ya kujiongeza. Nenda VETA kasome mapishi. Wewe kijana wa kiume, jifunze kupika. Una leo na kesho, huishi na chuma, unaishi na mke, ni binadamu, anahitaji kusaidiwa. Tuondokane na ukiritimba kuona kila kitu ni mama, boxer fue yeye, soksi yeye, kupika ni yeye, anafanya kazi kama wewe, arudi afanye wewe, unaweka tu miguu kwenye stuli. Msaidie, ni binadamu anayechoka. Jua kupika. Una leo na kesho, ile mama talala mgonjwa, utafanya nini? Study za maisha, maarifa hiyo. Home domestic, wale tuliosoma kwenye tulikuwa nasoma shuleni, home domestic. Study za maisha. Watoto hawa tuwazoeshe wafanye kazi, wajue usafi, wajue kupika. Ni mtoto wako ni mdogo na miaka 4, nenda Kariakoo kamnunulia ile maplastiki ya majiko yale. Kuna majiko siku hizi ya plastiki yana mayai, yana mwiko, kila kitu, mpe pale apike michanga. Wazazi wenzangu, tusipoangalia tuendako sio sawa.